Miaka 30 ya Bongo Flava si sherehe ya muziki pekee. Karibu, mimi naitwa Sifali. Leo nakupitisha kwenye mambo kadha wa kadha ambayo ulikuwa uyafahamu kuhusu Bongo Flava. Hii ni sherehe ya historia ya kizazi, lugha, utamaduni, redio, televisheni, teknolojia, biashara na ndoto za vijana wa Tanzania. Kwa miongo mitatu sasa, Bongo Flava imepitia safari ndefu kutoka kwenye kaseti, kutoka kwenye studio chache ambazo zilikuwa Dar es Salaam, kwenye vipindi vya redio vilivyowapa nafasi vijana waliokuwa hawajulikani, hadi kwenye YouTube, Spotify, TikTok, streaming platforms na majukwaa makubwa ya kimataifa. Leo msanii wa Tanzania anaweza kuimba kwa Kiswahili na kusikilizwa Nairobi, Kampala, Kigali, Kinshasa, Lagos, Johannesburg, London, Dubai na hata Marekani. Lakini mafanikio haya hayakutokea kwa siku moja. Yalianza na vijana waliothubutu kusema tunaweza kuimba kwa lugha yetu na watu wakatusikiliza. Tunaweza kuimba kwa lugha yetu na kazi ikafika pale ambapo tunataraji ama tunahitaji ziweze kufika. Ili kuelewa Bongo Flava lazima tutarudi Dar es Salaam miaka ya 1980, miaka 1990. Wakati huo muziki uliotawala Tanzania ulikuwa ukijumuisha dansi, taarabu, rumba ya Kongo, rege na muziki kutoka nje. Lakini kizazi kipya kilikuwa kikikutana na muziki wa Marekani kama pop, hip hop na R&B. Vijana wa Dar es Salaam wakaanza kuchukua kile ambacho walikiona kwenye muziki huo na kukiweka katika mazingira yao. Na hapo ndipo muziki wa kizazi kipya ulipoanza kupata nguvu. Utafiti wa kitaalamu unaonesha kuwa mizizi ya Bongo Flava inaweza kufuatiliwa hadi mwanzoni mwa miaka 1990, ikiwa na matumizi makubwa ya Kiswahili pamoja na lugha za mitaani na mbinu za kishairi. Hili lilikuwa ni jambo kubwa kwa sababu kijana hakuhitaji tena kuimba kwa Kiingereza ili aonekane wa kisasa. Kiswahili kikaanza kuwa lugha ya vijana mitaani na muziki wa kisasa. Hakuna historia kamili ya muziki wa Bongo Flava bila kuizungumzia redio. Katika miaka ya mwanzo, redio ilikuwa kama YouTube ya kizazi hicho. Msanii akiwa na wimbo mpya, redio ndio ilikuwa njia kubwa ya kuweza kuwafikia watu. Majina kama Taji Liundi, maarufu kama Master T na Mike Mhagama yalikuwa ni muhimu katika kuipa nafasi sauti mpya kwenye redio. Vipindi vyao vilisaidia kuwafanya wasanii ambao hapo awali walionekana kuwa wa mitaani waanze kusikika kitaifa. Radio 1 Stereo ilikuwa ni miongoni mwa vituo vilivyotoa nafasi kwa muziki huo wakati ambapo ulikuwa bado unatazamwa kwa mashaka. Hii ndio sababu tunapozungumza kuhusu Bongo Flava hatupaswi kuzungumza waimbaji pekee. Tunapaswa kuwakumbuka pia watangazaji, tunapaswa kuwakumbuka waandaaji wa vipindi, tunapaswa kuwakumbuka maproducer, tunapaswa kuwakumbuka wamiliki wa studio, tunapaswa kuwakumbuka waandaaji wa matamasha, tunapaswa kuwakumbuka waandishi wa habari, wamiliki wa redio, mashabiki. Wote kwa pamoja waliunda mazingira ambayo Bongo Flava iliweza kukua. Katika miaka ya 1990 kutengeneza muziki Tanzania haikuwa rahisi kama ilivyo leo, kwa sababu leo msanii anaweza kuwa na laptop, microphone na program za kutengeneza beat. Lakini wakati huo huo studio zilikuwa chache na gharama za kurekodi zilikuwa changamoto. Mawingu Studios kwa mfano ilikuwa miongoni mwa sehemu muhimu katika hatua za mwanzo za kurekodi muziki wa kizazi kipya, ambapo studio hiyo ilianza kufanya kazi katika kipindi ambacho muziki hii ulikuwa bado unapambana kupata nafasi kwenye redio. Maproducer kama P-Funk Majani, Master J, Money Love, Mika Mwamba na wengine walikuwa sehemu ya kizazi cha watu waliobeba jukumu la kubadilisha mawazo ya vijana kuwa nyimbo zinazoweza kusikika na umma ukazisikiliza. Kwa hiyo nyuma ya kila hiti ya zamani kulikuwa na studio, kulikuwa na producer, kulikuwa na beat, kulikuwa na microphone, kulikuwa na muda, kukawa na mtu aliyekuwa tayari kuhatarisha fedha zake. Moja ya siri kubwa
ya mafanikio ya Bongo Flava ni Kiswahili. Wasanii walichukua lugha ambayo Watanzania walizungumza kila siku na kuifanya iwe lugha ya muziki wa kisasa. Hii ilifanya Bongo Flava iwe tofauti na muziki wa Marekani uliokuwa ukiigwa kwa wakati huo. Maneno ya mitaani, misemo, methali, majigambo, simulizi za maisha na lugha ya kawaida vikaingia kwenye muziki, na hapo ndipo Bongo Flava ikaanza kuwa zaidi ya rap ya Kiswahili. Ikawa utambulisho wa vijana wa Tanzania. Utafiti kuhusu muziki huu unaonesha kwamba Bongo Flava na hip hop Tanzania si burudani pekee, bali ni njia ambayo vijana wamekuwa wakieleza maisha yao, matarajio yao, changamoto zao na nafasi yao katika jamii. Miaka 1990 ilizaa majina mengi ambayo yalisaidia kujenga msingi wa muziki huu. Kwanza Unit hadi Blasters Crew, Saleh Jabir, Too Proud na makundi mengine yalikuwa sehemu ya harakati hiyo ya mwanzo. Kulikuwa na wasanii waliokuwa wakitumia rap kama chombo cha kujieleza. Baadaye tukaanza kuona mchanganyiko wa rap, R&B, reggae, taarabu na midundo ya Kitanzania. Hii ndio tofauti kubwa ya Bongo Flava. Haikubaki kuwa nakala ya hip hop ya Marekani, bali ilibadilika na kuwa kitu cha Tanzania. Oya Msela na kuzaliwa kwa utamaduni wa mitaani ni masuala ambayo yalikuja miaka kadhaa ilivyozidi kusonga. Miongoni mwa matukio yanayokumbukwa ama yaliyokumbukwa ama matukio ambayo mpaka leo si matukio ya kusahaulika katika historia ya awali ni kuibuka kwa nyimbo zilizobeba lugha ya mitaani. Mawingu Band walirekodi wimbo Oya Msela mapema katika miaka 1990 na neno Msela likaanza kupata nafasi kubwa sana katika lugha ya vijana. Hapa tunaona jambo muhimu kabisa. Bongo Flava haikutoa muziki tu, ilibadilisha namna vijana walivyoongea, kuvaa, kujitambulisha na kujiangalia. Msanii hakuwa tena mtu wa jukwaani, alikuwa icon ya maisha ya vijana. Na ndio maana hata katika jamii walikuwa watu wakisema, acha usanii wewe, mbona una usanii sana? Acha usanii huo mtu wangu bana, acha usiwe msanii sana. Sasa tunataja mwanzo mpaka pale ambapo tunajongea miaka au mwaka 2000. Bongo Flava ilipotoka, ikapikwa, ikapikika, ikapakuliwa, ikaletwa mezani na sasa ikaipuka na kuanza kusonga kwa ukubwa. Yaani Bongo Flava ilipoanza kulipuka. Kama miaka 1990 ilikuwa kipindi cha kuzaliwa, basi miaka ya 2000 ilikuwa kipindi cha mlipuko. Majina yakaanza kuwa makubwa. Hapa utamtaja Juma Kasim Kiloboto, yani Juma Nature. Utamtaja Joseph Waule, yani Professor J. Utamtaja Joseph Mbilinyi, yani Mr. 2 ama Sugu, wengi humuita Taita. Hapa hutamwacha Dully Sax. Hapa hutamwacha Karidi Mohamed maarufu kama TRD. Hutamwacha Ambwene Yesaya, yani AY, bila kumsahau ndugu yetu wa damu Judith Wambula, yani Lady JD, Rehema Chalamila kwa maana ya Raisi, Mr. Nice, Chege, Mwana FA, Faridi Kubanda kwa maana ya FDQ, Feruzi, Chidi Benz naye pia huwezi kumsahau. Lakini si hao tu, kwa sababu hapa utawataja watu wengi sana. Bongo Flava ikaanza kuingia kwenye vilabu. Bongo Flava ikaanza kupigwa radio. Bongo Flava ikafika televisheni mbalimbali na kisha kwenye matamasha mbalimbali. Nyimbo zikawa sehemu ya maisha ya kila siku. Utafiti na historia mbalimbali za muziki zinaonesha kuwa katika miaka ya 2000 wasanii wa kizazi hicho walisaidia kupeleka Bongo Flava nje ya Tanzania, hasa katika nchi nyingine za Afrika Mashariki. Juma Nature na sauti ya mtaa ni vitu ambavyo viko pamoja, ni vitu ambavyo huwezi ukavitenganisha. Juma Nature alikuwa miongoni mwa wasanii waliowakilisha nguvu ya lugha ya mitaani. Muziki wake uliweza kuzungumza kuhusu maisha ya kawaida, vijana, mapenzi, jamii na mazingira ya mitaani. Hakuwa akijaribu kuwa mtu mwingine, alikuwa Nature. Na hilo lilikuwa somo kubwa kwa kizazi kilichofuata. Msanii anaweza kuwa maarufu
kwa kuwa yeye mwenyewe. Profesa Jay na muziki wa ujumbe. Huyu unamtaja Joseph Haule ambaye alikuwa si msanii pekee, bali alichukua ujumbe mkubwa katika nyimbo zake. Profesa Jay aliwakilisha upande mwingine wa Bongo Flava. Rap yake ilikuwa na uwezo wa kubeba ujumbe mzito wa kijamii na kisiasa. Hii ilikuwa moja ya nguvu kubwa ya Bongo Flava ya zamani. Wimbo haukuwa lazima uwe wa mapenzi. Unaweza kuwa kuhusu umasikini, unaweza kuhusu rushwa, unaweza kuhusu maisha ya vijana, elimu, siasa, ubaguzi, ndoto, mahusiano ama changamoto za kijamii. Kwa hiyo Bongo Flava ikawa kama gazeti la vijana lenye beat ama mdundo ambao hata ukikita ni lazima utaukonga moyo wako. Lady JD na nafasi yake, hasa akiwa ni binti ama mwanamke aliyejikita kwenye sanaa akang'ara, basi utafahamu kwamba historia ya Bongo Flava haiwezi kukamilika bila wanawake. Lady JD alikuwa miongoni mwa wanawake waliothibitisha kwamba mwanamke anaweza kuwa nguvu kubwa katika muziki huu. Baadaye wakaja wengine kama Rehema Chalamila kwa maana ya Ray-C, Amina Chifupa, Queen Darling, Vanessa Mdee, Nandy, Maua Sama, Zuchu na wengine wengi ambao mpaka sasa tunao katika tasnia ya muziki. Wanawake walipanua mada za Bongo Flava kutoka rap na street narratives kwenda kwenye mapenzi, maisha, nguvu ya mwanamke, mahusiano na masuala mbalimbali ya kijamii. Wapo kina Sister P, wapo na wengine wengi ambao walikuja kwenye sanaa wakafanya vitu vikubwa. Kuna wakati Bongo Flava iliacha kuwa muziki wa vijana pekee na kuanza kuwa biashara. Hapa ndipo media ilipokuwa na nguvu kubwa. Kuanzishwa na kukua kwa vituo binafsi vya FM, hususan Clouds FM, kulitoa mfumo mpana wa kuzungusha ama kuunganisha muziki, redio, televisheni, matangazo, matukio na biashara. Clouds FM ilianza mwishoni mwa mwaka 1990 na ikawa ni moja ya nguvu kubwa katika kukuza muziki wa kizazi kipya. Ruge Mutahaba alitambulika kwa kuona kwamba msanii hakuhitaji tu wimbo, alihitaji redio, TV, tukio, sponsor, promotion pamoja na mashabiki. Na hapo ndipo Bongo Flava ikaanza kuingia kwenye mfumo wa biashara. Msanii akaanza kuwa brand. Kisha mwaka 2000 na kuendelea, wasanii wa Tanzania wakaanza kushirikiana na wasanii wa nchi nyingine. AY ni mfano mzuri wa kizazi kilichotafuta njia za kuvuka mipaka. Baadaye ushirikiano wa kimataifa ukawa sehemu ya kawaida ya Bongo Flava, sehemu ya kawaida ambayo hata Kiswahili kikaanza kusikika zaidi nje ya Tanzania. Na jambo muhimu likatokea. Watu hawakuwa tena wanaitazama Bongo Flava kama muziki wa Tanzania pekee. Ilianza kuonekana kama sehemu ya muziki wa Afrika. Diamond Platnumz ndipo akaja hadi kufikia mwaka 2010 Bongo Flava iliingia katika sura nyingine. Jina kubwa likaja kubadilisha ukubwa wa soko. Diamond alikuja katika kipindi ambacho muziki ulikuwa umeanza kuunganishwa na nguvu ya YouTube, mitandao ya kijamii na video za muziki. Alisaidia kuonesha kwamba msanii wa Tanzania anaweza kujenga brandi kutoka ndani ya nchi, na baadaye akaibuka na mfumo mkubwa wa Wasafi ambao uliunganisha muziki, media, fashion na biashara. Kwa mujibu wa historia mbalimbali za Bongo Flava, mwaka 2010 ndio kipindi ambacho utawala wa muziki huu ulianza kuonekana kuwa na nguvu zaidi ndani na nje ya Tanzania. Alikiba naye akaja. Historia ya Bongo Flava pia ina historia ya ushindani ndani mwake. Diamond Platnumz na Alikiba walikuwa miongoni mwa majina ambayo yaliwakilisha ushindani mkubwa wa kizazi kipya. Mashabiki wakawa na mijadala: nani bora, nani ana nyimbo kali, nani ana sauti nzuri, nani ana show nzuri, na nani ana mashabiki wengi. Huu ni ushindani ambao ulienda pamoja na mijadala yake, uliifanya industry iwe na attention kubwa zaidi. Kizazi hiki kilionyesha kwamba msanii wa kisasa si mwimbaji pekee, anaweza kuwa msanii, mjasiriamali, influencer, brand ambassador, producer, label owner na mengine mengi kadri tu yeye atakavyoamua kuwa. Lakini msanii wa sasa anaweza kupata kipato
kupitia streaming, kupitia YouTube, matamasha, brand endorsement, digital platforms, events, social media, music listening ama licensing. Kwa hivyo Bongo Flava imekuwa sehemu ya uchumi wa ubunifu. Na hiyo ni episodi ya kwanza ambayo tunaeleza ama kufahamu vitu vingi kuhusiana na muziki wa Bongo Flava, historia yake na mengi kuhusu muziki huo. Asante niliyekusimulia stori hii katika episodi ya kwanza. Naitwa Sifali, na hiyo ndiyo dhana halisi ya miaka 30 ya Bongo Flava. Usalia hapo, usisahau kulike, kucomment na kushare katika akaunti yetu, kwa sababu episodi ya 2 na ya 3 zitafuata leo ama wakati mwingine. Salia hapo kwa sababu hapo ndipo